huko tuliko tunatakiwa tutoke, tusibaki kama bodaboda, turudi kuwa maafisa usafirishaji. Sasa ili tufike huko kwanza lazima tuheshimu kazi yetu. Sawa jamani, tuheshimu kazi ya bodaboda kama kazi zingine. Ifike mahali kijana utoke nyumbani unakwenda kijiweni kwako, unaaga, bwana mama, mimi naenda ofisini, naenda kazini. Uongo kweli? Sasa ili tuweze kupata sifa hiyo kwamba hii ni kazi kama kazi zingine, hiki kijiwe cha bodaboda au kijiwe cha maafisa usafirishaji ni ofisi kama ofisi zingine. Tusijichanganye na kitu kinaitwa uhalifu. Naomba nirudie hapa, tusijichanganye na kitu kinaitwa uhalifu. Sisi tuliozaliwa zamani kidogo tuna vijiwe vitatu hapa ambavyo vimesajiliwa, viongozi wote wanavitambua, na sisi tunawajibika kuvitambua, kwa sababu katika masuala ya kiusalama, bodaboda mnaendesha vyombo vya moto barabarani. Kwa hiyo kama jeshi la polisi tunayo nafasi ya kuhakikisha kwamba mnafuata taratibu, kanuni na sheria zilizopo katika kufanya kazi hii ya uendeshaji wa vyombo vya moto. Lakini sasa hivi vijiwe vyetu vitatu hivi vilivyokuwa hapa, tumekuwa na utamaduni ambao kwa kweli kuna kuchafua. Jambo la kwanza, kulikuwa na kijiwe cha vuta bangi hapo nyuma. Uongo kweli? Lakini hapa mbele kulikuwa na muru ambao unafanya. Sasa tukitaka kazi yetu iende vizuri na hivi vijiwe viendelee kufanya kazi yake kama inavyotakiwa, viende kama ofisi za watu au vifanye kazi kama ofisi zingine, hawa wavuta bangi hapo nyuma waondoke. Na kama sisi ni sehemu ya wavuta bangi, basi tukirekebishe, tusionekane sehemu ya watu wanaovuta bangi hapo nyuma. Lakini kwa upande mwingine tusionekane sisi ni sehemu ya watu wa kamari hapo. Unaelewana vizuri vijana? Kama mtakuwa mmenielewa vizuri kwamba nimesema ili kazi hii ya usafirishaji, kazi hii ya bodaboda kwenye maeneo yetu haya, kwenye vijiwe hivi vitatu, iweze kuendelea kuheshimika na iweze kuendelea kufanya kazi kama inavyotakiwa, lazima tujitenganishe na kitu halifu. Toeni taarifa, watajeni kwamba bwana anayesumbua anatuletea shida ni fulani na fulani na fulani, na pusha ni fulani, ili tuhangaike naye mhalifu. Kikota wewe, tunaelewana jamani eh? Zile guest bubu ni zile guest ambazo kisheria hazijasajiliwa kama ni sehemu ya biashara. Watu wanalala kimya kimya, wanaamka kimya kimya. Ukikaa mbele za watu unasema nina guest. Hiyo sio guest, hiyo ni guest bubu. Sasa hayo nayo ni masalia ya wahalifu. Kwa sababu kumiliki guest sio kosa. Kosa unafuata utaratibu. Watu wanalala, wanaandika kwenye vitabu. Umesajiliwa, una leseni ya biashara. Kwa nini? Kwa sababu wahalifu wakishagundua kuna guest bubu ambayo inaendeshwa kimazabe, maana yake watakuwa wanafanya uhalifu huko, wanalala hilo eneo. Usiku wanaenda wanafanya uhalifu, wanakuja wanalala hilo eneo. Wewe unapata hela, lakini kuna wenzako wanateseka. Sasa ombi langu, maeneo yote ya mazalia ya wahalifu, kwa maana hata hizo guest bubu zife. Kama sio kufa basi isajili, itambulike rasmi, tuwe tunakuja kuikagua. Na tafsiri ya kuikagua maana yake ni kwamba mhalifu akishagundua tunafika hilo eneo tunakagua, hata kubali kukaa hilo eneo, maana yake itakuwa tayari ni eneo ambao sio salama kwake. Lakini kwa mazingira mengine maana yake tutakuwa tuna harmonize situation kuhakikisha kwamba maeneo yetu yanakuwa shwari. Ndugu zangu, tunaelewana vizuri? Haya. Hiyo hapo. Muendelee kufanya kazi. Lakini kwenye kufanya kazi tuzingatie misingi na taratibu za ufanyaji wa nini? Wa kazi. Moja,
sisi wenyewe tuwe walinzi wenzetu, yaani kila mmoja amlinde mwenzake. Tunapotambua kwenye kijiwe chetu kuna mtu ambaye sio salama, ni mhalifu, basi tengenezeni utaratibu wa kumuondoa nyinyi wenyewe. Manake mimi nikija kwa kutafuta vyanzo vyangu vya taarifa, yaani mimi nimepata vyanzo vyangu vya taarifa kwamba bwana, kijiwe cha Kikota kuna jambazi yuko pale, kijiwe cha Kikota kuna mwizi yuko pale, maana yake atakachokifanya mimi nitabeba wote, alafu chekeche litafanyikia wapi? Kwa sababu mmeshindwa kunipa taarifa ya mhalifu mliokuwa naye na mnafahamu, na ndio kilichokuwa kinajitokeza hapa. Nashinda na jambazi hapa, ashafanya kwake na anaendelea kuumiza watu, nyinyi hamna shida. Hatuwezi kukubaliana na hili. Lakini afande amezungumzia hapa uwizi wa pikipiki. Mnatakiwa mfikiri muende mbali. Sehemu yote ambayo haina umoja uliokuwa strong, maana yake lazima mtarajie kuumia sana. Tengenezeni umoja uliokuwa thabiti, ili kama kuna shida iwe rahisi kufikisha ujumbe kwa wepesi. Nimekuwa na washauri baadhi ya bodaboda, jitahidini kufunga GPS hizo pikipiki zenu, na gharama yake haizidi hata laki. Sasa anza kujiuliza, pikipiki kwa milioni 3 unashindwa kufunga GPS ya Laki1. Madhara yake unaibiwa leo pikipiki, unaanza kuhangaika, unakwenda Kyela kutafuta pikipiki, kumbe pikipiki iko imefichwa hapo ushirika. Kwa sababu faida ya GPS inakupa mwongozo kwamba bwana, pikipiki umeibiwa, lakini pikipiki imefichwa nyuma ya nyumba yako. Imefichwa hapo Kawetele. Asante, majina yangu naitwa Christopher Binala Mangomango, ndiye diwani wa kata hii ya Kiwira. Leo nilikuwa nimeitisha mkutano wa bodaboda wote kijiji cha Kikota. Kulikuwa na changamoto moja imetokea kwenye eneo letu la kata ya Kiwira, kijiji hiki cha Kikota. Kweli bodaboda walikuwa kidogo wameleta vurugu, walikuwa wamefungiwa vijiwe vyao, lakini na baadhi ya vilabu vikawa vimefungiwa. Lakini namshukuru Mungu, tukafanya mazungumzo na jeshi la polisi kupitia OCD, kwa bahati nzuri akawa ameelewa. Lakini nikaliomba jeshi la polisi kufika kwenye kata yangu hii ambapo ni kijiji cha Kikota, ili kuja kutoa elimu na mafunzo kwa wananchi wangu, hususani hawa ambao ni maafisa usafirishaji bodaboda. Kwa hiyo kweli zoezi hili linaongozwa na CID, mkuu wa upelelezi wa wilaya, ametoa mafunzo na bodaboda wamekiri na kuahidi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa mhalifu yoyote atakayekuwa anaonekana kwenye kata yetu hii, hususan kijiji cha Kikota, atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Lakini mimi kama diwani niko sambamba na wananchi wangu kuhakikisha wananchi wangu wanakuwa salama na wanaendelea na biashara. Tunasema Kiwira ni Kariakoo ya wilaya Rungwe kwa sababu ni mji wa kibiashara. Kwa hiyo tunawasihi bodaboda waendelee kujikita na masuala ya kiuchumi, waondokane kabisa na masuala ya kujihusisha na uhalifu. Lakini bahati nzuri bodaboda nao wamekiri, wametoa ushirikiano mkubwa sana kwa jeshi la polisi, na ndio habari iliyokuwepo leo kwenye kata yetu ya Kiwira kwa vijiji vyote, maana na vijiji 5, kwamba wananchi hasa bodaboda tuendelee kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi, kwa sababu ili tuendelee kufanya biashara kwa uhuru na amani ni pamoja na kuwa na utulivu kwenye kata yetu. Kwa hiyo wito wangu kwa wafanya biashara wote, wawe wa mabaa, wawe wa vilabu, wawe wa makuru, tuendelee kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kuendelea kuilinda amani ya Kiwira yetu. Asante sana. Jeshi la polisi kwa tukio lililotokea kilabuni San Siro karibu na sehemu yetu ya kazi, maana yake kijiweni kwetu. Nafafanua kidogo. Tulionekana tumehusika moja kwa moja kulingana na baadhi ya maafisa hawa waliposikia kelele za wakina mama ntilie waliokuwa wanashuhudia mabishano kati ya askari na genge la wahuni, yaani wavuta bangi na wacheza kamari, wakiongozwa na jambazi Sultani jina lake wote tunamjua. Ndipo maafisa hawa waliwasha bodaboda na kwenda kushuhudia, ndipo walionekana wamehusika moja kwa moja. Lakini kama kiongozi
tunaliomba Jeshi la Polisi kuzaliwa upya kama maafisa usafirishaji. Tunaahidi tutalinda amani tulio nayo kwa kujenga uhusiano mzuri na Jeshi la Polisi, kutoa ushirikiano na kutokomeza vitendo hivi vya kihalifu. Changamoto tunazopata viongozi, kwa kweli watu tunaoongoza 80% ni watu wanaojitambua na 20% ni watu ambao wamekuwa mwiba mkali katika uongozi huu, lakini tunaahidi tupo tayari kutokufumbia mtu yoyote, haijalishi wetu au sio wetu. Tutatoa ushirikiano ili kulinda amani yetu katika maeneo yetu. Asanteni sana. Jina naitwa Felix Geoffrey, ni bodaboda Kikota hapa. Mimi ni kama mjumbe wa bodaboda Kikota. Kijumla kwa tukio lilotokea majuzi, tunamshukuru sana mheshimiwa mwenyekiti pamoja na jopo lake, lakini kubwa zaidi tunamshukuru sana diwani wetu wa Kiwira. Amefanya kazi ngumu sana kutukaribisha pamoja na Jeshi la Polisi kuweka mambo sawa yote. Kuanzia leo hii tarehe 23 mwezi wa 7 tuna amani kabisa kufanya biashara zetu. Ndio kabisa kufanya biashara. Tuna mambo mengi sana kijumla, tunashukuru sana kwa sababu wameshatupa namba zao. Pindi ambapo taarifa tunapokea namba zao zipo na tunawajulisha kwa hiyo. Bado kama wazee akiita pamoja na vijana wa bodaboda tukakaa nao tukazungumza sana kwa kile, tukaongea nao kwa muda sana. Tunashukuru vijana wangu kwamba tukifungia maji hawaita bodaboda wote, tukakaa nao kwenye ofisi yake tulizungumza. Nashukuru viongozi wetu wa kata, katibu wetu, afisa kata, tunakushukuru kwamba bado hujatuacha. Tunakushukuru kwa kazi uliyoifanya. Kwa kweli kitendo hiki kizuri